Kisima cha kale hakifukiwi. Inasemekana nchi yetu ya Tanzania ina takriban makabila 120 yenye mila na desturi mbalimbali katika kumlea mtoto wa kike. Katika kipindi chetu hiki pendwa cha Kisima cha Kale Hakifukiwi, leo hii kinaangazia malezi na makuzi katika kabila la Wasukuma. Hiyo yote kwa lengo la kumlea mtoto wa kike. Hebu tupate pumziko fupi kutoka studio, kisha tutarejea ujue nini tumekuandalia kwa siku ya leo. Msichana TV ni nguvu ya jamii. Karibu katika kipindi chetu hiki pendwa cha Kisima cha Kale Hakifukiwi, na hapo ndipo wafadhili wetu wanatupatia heshima ya kuweza kutoa elimu kwa jamii. Karibu upate fursa ya kuweza kujifunza na kufuatilia kipindi hiki uweze kujua kipi hasa tumeweza kukuandalia. Na leo kama unavyoona hapa nina wazee wanne ambao wao kwa pamoja wanasema kwamba mtoto wa kike ni dhahabu. Mtoto wa kike ni dhahabu kwa namna gani? Kivipi? Karibu uweze kuwasikiliza. Langu jina ni Neema Malema. Kipindi chetu pendwa ni Kisima cha Kale Hakifukiwi. Shikamoni wazee. Marahaba. Karibuni sana katika kipindi chetu pendwa cha Kisima cha Kale Hakifukiwi. Naomba tuanzie upande wangu wa kulia hapo, kila mmoja aweze kujitambulisha. Jina langu ni Michael Masalu Muhangwa kutoka Buswelu. Jina langu Joseph Amede Isanzu kutoka Buswelu. Kwa majina naitwa Consolata Mkwaya Michael kutoka Buswelu. Kwa majina naitwa Spelani Oswald Chingindu kutoka Buswelu. Mtazamaji, kama ulivyoweza kuwasikia wageni wangu, hawa ndio wageni wangu leo nilionao ambao wao kwa pamoja wanasema mtoto wa kike ni dhahabu. Mtoto wa kike ni dhahabu kwa namna gani? Tuweze kuwasikiliza. Na ninashukuru mtangazaji. Mtoto wa kike ni dhahabu kama mada inavyosema. Mada hii inasema mtoto wa kike ni dhahabu kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, mtoto wa kike kwa mila za Wasukuma akizaliwa, kwamba mtoto wa kike amezaliwa nyumbani, basi kwanza kabisa familia ilikuwa inashukuru na kushangilia. Kulikuwa na mila, wanashangilia ndio napiga vigelegele kimya kimya mle, ila wengine bila kusikia. Unaona usikia tu maana yake kwamba ni furaha kubwa kumpata mtoto wa kike, kwa sababu kwanza atakapozaliwa pale na kukua, mtoto wa kike atasaidia kazi zote za nyumbani. Mama atapata nafasi ya kwenda kulima, kufanya nini. Yeye akikua anapika hata wadogo zake, au anafanya kazi zote za nyumbani. Kwa hiyo mama anapata nafasi ya kufanya shughuli zingine. Pili, mtoto wa kike akizaliwa, basi ni dhahabu kwa sababu wanajua kwamba sasa hata kama familia yetu ilikuwa haina chochote, huyu mtoto wa kike atakapokuwa kwa vyovyote ataolewa. Kwa hiyo akiolewa, basi tutapata mali sana sana kwa Msukuma. Mali ilikuwa inathaminiwa ni ng'ombe. Kwa hiyo hata uwe na nyumba uwe na nini, Msukuma alikuwa hajali sana sana, mali kubwa ilikuwa ni ng'ombe. Kwa hiyo alikuwa kama atapata ng'ombe labda 12 au ng'ombe 15. Kwa hiyo familia itapata utajiri. Hebu tupate pumziko fupi kutoka studio, kisha tutarejea ujue nini tumekuandalia kwa siku ya leo. Mada yetu hewani ni kwa nini mtoto wa kike alionekana kama dhahabu katika kabila la Wasukuma. Na sasa tunaendelea. Mtangazaji, kwa kipindi hicho dhahabu wa mtoto wa kike ulikuwepo kwa ajili ya kujenga familia.
Na kipindi hicho mtoto wa kike ilikuwa udhahabu wake ni ile kuleta mali nyumbani. Dhahabu ya mwanamke maana ni ile kutengeneza familia iliyo bora. Na ndio iliyojulikana udhahabu wa mtoto wa kike. Ile kutengeneza familia iliyo bora. Ndio udhahabu wa mtoto wa kike. Unaisemaje? Na mimi ninataka nilisemee hilo kwamba dhahabu sasa kwa mtoto wa kike kama alivyosema mwenzangu kwamba kilichokuwa kinaangaliwa hasa ni kuleta mali nyumbani. Kwamba mali imekuja na zitasaidia na wale ndugu zake wengine zitaenda wataoa kupitia mali ya ile dhahabu ya yule mtoto wa kike pale. Na pia alikuwa ni dhahabu, yani kama kioo katika jamii. Wataangalia familia ya fulani pale, yule binti pale ana malezi bora mazuri. Kwa hiyo sio wa kutoroka. Tunajua hata kuna wakati fulani nakuta binti wanatoroka wanaenda, lazima kabisa wazazi wachukie, jamii ichukie. Ametoroka tu, lazima pale kutakuwa na ugomvi au kutakuwa na kero fulani, huyu binti katoroka. Kwa hiyo pale umetoroka, dhahabu inakuwa imeondoka bila kuleta chochote manufaa. Kwa dhahabu imekimbia, hakuna ng'ombe, hakuna mbuzi wala kuku hayupo. Mtoto anakimbia. Kwa hiyo mtoto wa kike, yani elimu ile tuseme ni dhahabu, kwa sababu alikuwa analeta kitu fulani pale nyumbani nakiangalia. Mada mezani ni kujua ni kwa nini mtoto wa kike anaitwa dhahabu, ni kwa nini mtoto wa kike katika kabila la Wasukuma alionekana kama dhahabu. Nina swali kwenu, naomba niwaulize. Kwenye udhahabu pale tukizungumzia mtoto wa kike ni dhahabu. Kwamba tulikuwa tukifanya mtoto wa kike kama kitega uchumi. Tulikuwa tunapata ng'ombe, kwamba mlikuwa mnapata ng'ombe, mlikuwa mkitegemea kupata mbuzi na vitu vingine vingi. Na vipi kama mtoto wa kike alikuwa hajafikia wakati wa kupata mwenzie? Hajafikia wakati wa kupata mwenzie. Huyo tulikuwa tunamweka kukundi gani? Udhahabu utabaki pale pale. Mimi niko nyumbani na wenzangu, wataolewa, watatoka. Lakini watakapotoka, mimi si niko pale nyumbani, tumebaki. Yani udhahabu unakuwa pale pale, kwa sababu mimi ndio nitakuwa mtendaji au mfanya shughuli za pale nyumbani. Nipo mimi kama dhahabu pale, tuseme sasa nimebaki. Zile shughuli zote za kijamii pale nyumbani, katika jamii, kwenda labda umetokea tatizo kwenye jamii, nitahusika mimi, sitakuwepo. Kama dhahabu sasa pale nyumbani si nimebaki. Kuna shughuli ndogo pale nyumbani. Mtazamaji wa Msichana TV, nadhani umeweza kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Umeweza kujifunza na kuweza kujua kipi hasa kiliendelea ndani ya kabila la Wasukuma, kwamba ni kwa nini mtoto wa kike alionekana kama dhahabu katika kabila la Wasukuma. Wazee wangu, hebu tuhame hapo kuendana na muda wetu, tujue ushauri wenu ama maoni yenu kwa jamii inayotuzunguka, kwa hawa wanaotutazama. Ushauri wenu ni upi? Mzee Joseph, unasemaje? Ushauri wako. Asante. Ushauri wangu ni mzuri kusoma, lakini katika maadili ya zamani wazee tulikuwa na kikao maalum. Mnapokwenda kwenye shughuli, mkitoka mnakusanyika sehemu moja, kama kwenye mti huu. Huo mnyamgi wa hapo na mnyamgi wa hapo wanakusanyia hapo. Wengine wanasuka mkeka, wengine wanatengeneza mpini, wengine masonzo. Hapo walikuwa wakizungumza na kuelezana kwamba watoto wetu, je, tufanyeje? Mtoto wa fulani amekuwa na tabia hii. Hao wazee ndio wanamaliza mambo yote, wanamwita siku yoyote kwamba hebu njoo mtoto. Mbona unataka kuharibu mtoto wazazi wako? Mbona unataka kuwadharau?
Lakini siku hizi kufuatana labda kabila tumechanganyika, utandawazi, ndio maana hata hekima imekosekana. Maana mkitaka kukusanyika nyinyi wazazi, watoto, huyu Mjaruo, huyo ni kabila ingine, na wao wanajengana, wanaona sisi wazazi hatuna kweli. Mimi naona kusoma ni safi, lakini umoja wa wazazi umekosekana. Ili tufanyeje? Tupate na sisi nguvu ya kuwalea watoto wetu. Kifupi ni kwamba tusiogope kuwapeleka watoto wa kike shuleni, kwa sababu kikubwa sana sana sisi wazazi, baba na mama au walezi tunaokaa nao, tuwe kitu kimoja kuwajenga hao watoto kimaadili. Mfano, mbona watoto wa Wahindi wanaendea na maadili yao mazuri na wanakwenda shuleni wanachanganyikana wa Afrika, lakini wakirudi nyumbani wanapewa mafunzo na wazazi wao. Tuende hata kwa upande wa Tanzania hapa. Tuna makabila, kwa mfano watoto wa Masai, mbona waharibiki? Unakuta mtoto wa kike wa Masai hata kama anapelekwa shule, lakini akirudi nyumbani au akiwa kote kwenye mtaa, uwezo kumkuta kuna watoto wa mitani wa Masai wanatenda. Hawapo, mimi sijawaona kwa kweli. Wanapokuja huko ni watu wazima tayari. Kikubwa ni kwamba sisi wazazi tumekosa umoja wa kuwalea watoto. Hatuna vile vikao kikome ya kwa mama. Kwa mfano zamani mama alikuwa anakaa na watoto wa kike kula jikoni, anakopika kule, anaonya, wewe Susana au Amina, na kuna siku tumeharibu, unakaa unachelewa kule, anafinywa mle, wala ninyi mkiwa nje kula mtasikia kama atakuwa analia tu bila kujua. Ukimsomesha mtoto wa kike akipata kazi, wala kumbukumbu kubwa sana nyumbani kuliko mtoto wa kiume akiona anakwenda zake kuna mke wake. Lakini yule mtoto wa hata kama yuko Dar es Salaam au wapi, utasikia anatuma hela au anakuja hata mara moja kwa mwaka nyumbani. Lakini mtoto wa kiume anaweza kukata miaka 5 hajafika nyumbani. Ni kweli. Kwa hiyo lulu bado iko pale kwa nani dhahabu bado iko kwa watoto wake, kwamba tusiogope kuwapeleka shuleni. Tushirikiane na walimu kuwajenga, lakini kazi kubwa iwe kwetu kuwalea hawa watoto wawe na maadili mema. Ni sisi tusisingizie walimu au jamii. Tumeshindwa wenyewe kukaa nao. Asante sana Mzee Mike. Kwa ufupi, mama zangu hapa, ushauri wenu kwa jamii na wanaotutazama, mnasemaje ushauri wenu? Asante ndugu mtangazaji kwa ushauri. Mtoto wa kike apewe kipaumbele cha elimu, asome. Kwa sababu mtoto wa kike ndio kioo cha jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo apewe fursa ya kusoma. Kwa ushauri wangu, kweli mtoto wa kike asome, lakini sasa mimi naweza labda nikarejea tu kule nyuma. Kwa ushauri wangu, kweli mtoto wa kike kusoma. Ndio maana mamomonyoko ya maadili yametoweka kwa sababu ya kusoma. Maana mji wote umekuwa ni wa wasomi. Mji wote umekuwa ni wa wasomi. Sasa huyu mtoto anayechipuka hana mwangalizi. Hana kabisa mwangalizi. Na hapo tukirejea hapo, mtoto msomi naye msomi mtoto. Miaka 3 mtoto anapelekwa bodi. Haya, huyo mtoto mpaka akamalize la 7, haya form 4 amemaliza. Huyo mtoto kama ni wakika anajua kufua, anajua kuosha vyombo, anajua kupika. Anatoka hapo mtoto hana lolote. Ndio maana maadili yametoweka kabisa. Kabisa. Mtoto wa kike kwa kweli, kwa ushauri wangu, mtoto wa kike ni kuolewa tu. Ili akae kwenye familia yake, ili hadi jamii tupate basi tuendelee na muendelezo mfumo wa zamani ya familia zilizokuwa bora. Hata tulipokuwa sisi zilikuwa bora familia. Tofauti na sasa hivi kwa kweli. Watoto, ushirikiano baina ya wazazi wenyewe na watoto ni jambo jema kwa familia. Tusisahau mtoto wa kike ni dhahabu. Udhahabu katika kupewa elimu ni msingi wa maisha yake, ni msingi wa familia zetu. Hakika safari moja huanzisha nyingine.
Asante sana kwa wewe mtazamaji ulioweza kutufuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa. Kipindi chetu hewani ilikuwa ni Kisima cha Kale Hakifukiwi. Nadhani tumeweza kujifunza mengi, umeweza kujifunza mengi zaidi ambayo yatakuwa msaada wa maisha yako, msaada wa familia yako. Kipindi hiki kimeletwa kwenu kwa ufadhili wa Shirika la Msichana Tai, Shirika la Mikono Yetu pamoja na Tides. Usisahau kufuatilia vipindi vyetu kupitia kurasa zetu za kijamii: Instagram official Msichana TV, TikTok Msichana TV na YouTube Msichana TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe channel hii. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0655041717 au 0766506577.